Karibu tena kwenye utambulisho wetu wa leo. Utambulisho wetu wa leo utakuwa unahusu nguvu mwendo. Kwa hiyo nguvu mwendo tutaandika kwa hiyo herufi P. Kwa hiyo tuangalie basi nini maana ya nguvu mwendo. Mfano basi, labda mfano watu wawili wakawa wanakimbia. Mmoja anakimbia haraka zaidi kuliko ya yule mwenzake. Kwa hiyo hapo tunaona yule ambao anakimbia zaidi haraka kuliko mwenzake, huyo ndio atakuwa anafanya mwendo. Anafanya nini? Anafanya basi nguvu mwendo kubwa kuliko yule mwenzake wa pili. Kwa hiyo basi nguvu mwendo basi ni sawasawa na uzito, tujumlishe na tuzidishe na nini? Na kasi mwelekeo. Uzito tuzidishe na kasi mwelekeo. Hiyo ndiyo maana ya nguvu mwendo. Na vile vile basi katika nguvu mwendo wetu hiyo tunaweza tukaangalia, je, huo uzito wetu tuzidishe na kasi mwelekeo, ndio kwamba tunapata nini? Nguvu mwendo. Umeshanielewa paka hapo? Sasa baada ya kuona jinsi ya kutafuta nguvu mwendo, vile vile hapo tunaweza tukasema kwenye uzito wetu hapo nilioandika tunaweza tukasema nguvu ni sawasawa na uzito tuzidishe na mwendo. Na mwendo. Vile vile nguvu tunaweza kusema kwamba ni uzito tuzidishe na badiliko la kasi mwelekeo. Alafu tugawanye na nini? Na badiliko la muda. Tuzidishe na badiliko la muda. Vile vile tunaweza kusema kwamba nguvu yetu yapo ni sawasawa basi na badiliko ni sawasawa na badiliko la uzito tuzidishe na kasi mwelekeo, alafu tugawanye na badiliko la muda. Kwa hiyo hizo zote tunaona ni jinsi gani basi tunaweza kutafuta nguvu mwendo, si ndio? Vile vile basi uzito tunaweza kusema ni badiliko la nguvu mwendo tugawanye kwa badiliko la muda. Umenielewa paka hapo? Kwa hiyo basi hiyo ndiyo jinsi ya kuweza kutafuta nini? Nguvu mwendo. Vile vile basi mfano hapo, labda tuseme tuna nguvu yetu, au tukizidisha hiyo nguvu yetu kwa badiliko la muda. Nguvu yetu tukizidisha kwa badiliko la muda ni sawasawa na impulse. Ni sawasawa na nini? Na hiyo impulse yetu. Vile vile basi tuangalie hapo badiliko la nguvu mwendo tukigawana badiliko la muda. Na tukizidisha kwa badiliko la muda mboni sawasawa, basi badiliko la nguvu mwendo ni sawasawa na impulse. Kwa hiyo vile vile kumbe badiliko la nguvu mwendo ni sawasawa na nini? Na impulse. Kwa hiyo mmeelewa jinsi tulivyokuwa tunatafuta nguvu mwendo mpaka tukafikia kwamba badiliko la nguvu mwendo ni sawasawa na nini? Na impulse. Na vile vile hapo nikawaambia jinsi ya kutafuta uzito. Hapo tunachukua hiyo jinsi ya kutafuta nguvu, tutachukua huo uzito tuzidishe na badiliko la kasi mwelekeo, na vile vile tugawanye kwa muda. Kwa hiyo basi na hiyo impulse yetu vile vile tunaweza tukachukua nguvu tuzidishe kwa muda, si ndio? Sasa ngoja nifute ili niweze kuwatolea mifano mengine ili muweze kuelewa vizuri. Mfano basi hapo kuna gari letu hapo, gari langu dogo hapo nimelichora. Si ndio? Baada ya kuchora hilo gari langu, niseme labda lina uzito wa kilogramu 1000. Alafu kasi mwelekeo labda tuseme laelekea upande wa mashariki. Kasi mwelekeo nikasema ni 9 mita kwa sekunde. 9 mita kwa sekunde, lakini kumbuka gari letu hilo dogo linaelekea upande wa mashariki. Sasa kauliza swali, si ndio? Kauliza swali, ni nini mwendo wa gari dogo?
mwendo wa gari dogo. Vile vile kuna gari letu kubwa hapo lina uzito wa kilogramu 2000 lakini kasi mwelekeo ni 0, si ndio? Sasa nini mwendo wa gari dogo? Nini mwendo wa gari letu dogo? Umeelewa hapo? Hiyo ndio swali letu la muhimu na la kuuliza, si ndio? Nini mwendo wa gari dogo? Umeona? Nini mwendo wetu wa gari dogo? Kwa sasa lazima kwanza tutafute mwendo wetu wa gari dogo. Na mfano labda gari letu lo dogo likigonga lo gari kubwa, itakuwaje? Mwendo wake na wenyewe utakuwaje? Kwa hiyo ni maswali mawili ya kujiuliza. Kwa hiyo basi tuseme labda uzito wa gari dogo tukizidisha na kasi mwelekeo wa gari dogo tujumlishe na uzito wa gari kubwa tuzidishe na kasi mwelekeo wa gari kubwa. Sasa tuangalie uzito wetu wa gari kubwa tunao, wa gari dogo samani tunao ni 1000 kg. Ndio tutazidisha na ngapi? Kasi mwelekeo ni 9, si ndio? Ambayo itakuwa tujumlishe na uzito wa gari kubwa ni 2000 lakini kasi mwelekeo ni 0. Kwa hiyo tutachukua 2000 tutazidisha na 0. Kwa hapo tutapata sasa na 9000 ni sasa na 9000 kilogram, si ndio? Ni sasa na 9000 kilogram mita kwa sekunde. Huo ni uzito wa gari dogo. Sasa tuangalie uzito wa gari kubwa. Tuangalie nini uzito wa gari kubwa baada ya kugongana, si ndio? Tunaona hapo baada ya kugongana hapo zikawa zimefanyaje? Zimeungana, si ndio? Kwa hiyo tunaona hapo nguvu mwendo kabla ya kugongana itakuwaje? Kwa hiyo hapo tunaona kwamba zimeungana, si ndio? Zimeungana, baada ya kugongana zimeungana. Sasa tuangalie hapo nguvu mwendo. Lakini kumbuka baada ya kugombana baada ya kugongana hapo tunaona kwamba nguvu zitakuwa sawa, si ndio? Nguvu itakuwa sawa kwa sababu kwamba hakuna badiliko la mwendo. Kwa hiyo nguvu ya mwendo itakuwa sawa na ile ya nini? Ya gari dogo, si ndio? Nguvu ya mwendo hiyo itakuwa ni sawa na ile ya gari dogo. Kwa sababu gani? Hakuna badiliko la nguvu lililotokea hapo. Mmeshanielewa paka hapo? Kwa hiyo tunaona kwamba hapo uzito wetu utakuwa ni, tutachukua uzito wa gari dogo na gari kubwa ambao tutapata jumla ni uzito wetu ni 3000 kg. Mmenielewa paka hapo? Ndio maana nikawaambia basi uzito wa gari dogo utakuwa sawa, si ndio? Ile nguvu mwendo itakuwa sawa. Kwa hiyo basi tunaona kama nguvu mwendo wetu itakuwa sawa, kwa hiyo tutachukua ile kanuni yetu ili tuweze kutafuta hapo. Tutachukua 3000 kg samani 3000 kasi mwelekeo mpya wetu, si ndio? Ambao ni sawa sawa na 9000. Kwa hiyo hapo tutagawanya kwa 9000 kila upande. Tutagawanya kwa samani tutagawanya kwa 3000 kila upande ili tuone tunapata ni sawa sawa na ngapi. Lakini kumbuka nikawaambia basi uzito wetu au nguvu mwendo itakuwa sawa na ile ya gari dogo. Tugawanya hapo kwa 3000 kila upande tunapata kasi mwelekeo wetu au kasi mwendo wetu mpya ni sawa sawa na 3 mita kwa sekunde, si ndio? Kwa hiyo tunaona itakuwa na yenyewe inaelekea wapi? Upande wa mashariki. Kwa hiyo nguvu mwendo haiwezi kubadilika kama hakuna nguvu. Mmenielewa paka hapo? Nguvu mwendo wetu haiwezi kubadilika kama hakuna nguvu. Kwa hiyo tunaona basi hapo baada ya kugongana hakuna badiliko la nguvu mwendo kwa sababu tunaona nguvu mwendo yetu haikubadilika. Mmenielewa paka hapo? Kwa hiyo basi kipindi kijacho tutaendelea na somo letu ambalo linahusu nini? Nguvu mwendo. Asanteni sana.